Na hizi ndizo sababu zinazopelekea wanawake wengi siku hizi kushindwa kubeba ujauzito. Lakini pia ukizifahamu itakusaidia sana kuweza kupata ujauzito kwa haraka au kuepukana kabisa na changamoto hii ya kushindwa kubeba ujauzito. Namba 1 ni changamoto ya hormone imbalance. Kama una changamoto ya hormone imbalance ni vigumu sana kuweza kupata ujauzito, lakini pia wanawake wengi siku hizo wana tatizo hili la hormone imbalance. Na utajua vipi una changamoto ya hormone imbalance? Ni pale ambapo utaanza kuona hedhi yako inarukaruka, au unapata hedhi ambayo haieleweki, au unapata changamoto ya kukosa kabisa hedhi, au unapata hedhi zaidi ya mara moja kwa mwezi. Namba 2 ni changamoto ya PID. Wanawake wengi siku hizo wanatokana na uchafu sehemu za siri. Ule uchafu unaweza kupelekea mirija ya uzazi kuziba, lakini pia unaweza kupelekea kupata makovu kutokana pia na kumonyuka kwa kizazi. Namba 3 ni changamoto ya utoaji wa mimba mara kwa mara. Wanawake wengi siku hizi wanatoa mimba mara kwa mara. Wanatumia P2, wanatumia pia zile dawa za kutoa mimba. Mwisho wa siku kizazi kinalegea au homoni zake zinakaa katika mfumo ambao sio sahihi. Mwisho wa siku anashindwa kubeba ujauzito kwa haraka. Namba 4 ni tatizo la fibroids ama uvimbe kwenye kizazi. Mara nyingi tatizo hili linaweza kupelekea aidha mimba kushindwa kuweza kusimama katika fuko la uzazi, au ikapelekea sana mwanamke kushindwa kupata ujauzito direct, japokuwa hapo ambao na fibroids na wakapata ujauzito. Namba 5 ni tatizo la premature ovary failure. Ni kwamba hii inaweza kutokea pale ambapo ovary zako zinashindwa kukomaa, au ovary yako inashindwa kuruhusu mayai kutoka kufika katika fuko la uzazi kwa ajili ya kwenda kurutubishwa. Nadhani nimeeleza kwa hayo machache. Ukizingatia utaweza kuwa mama, lakini usipozingatia kazi ni kwako. Utaendelea kuwa mgumba na utashindwa kupata ujauzito. Mwisho wa siku ndio itakushinda. But nakuombea kwa Mungu uweze kunasa ujauzito kama wanawake wengine, uweze kupata furaha dunia ambaye ni mtoto. Asante.